Watazamaji na wasikilizaji, karibuni sana katika mtandao wa YouTube Somo Sifika Channel. Najulikana kama Mwalimu Alex Nyaga, mwalimu ambaye katu ama daima upigia Kiswahili debe. Niko mahali hapa leo sababu ya wanafunzi ambao wanajiandaa kufanya hasa mtihani wa Kachape ambao nusia. Leo niko mahali hapa, ikiwa wewe ni mwanafunzi, tafadhali ninakuomba na kusihi uweze ukanitegea masikio vyema ili uweze ukaelewa kile ambacho nashughulikia siku ya leo. Leo ninaangazia uandishi wa insha. Uandishi wa insha. Basi ili mwanafunzi aweze kuandika insha murua ama insha sheshe, yani insha nzuri, ni mambo yepi ambayo anafaa kuyazingatia? Basi ningetaka nikuelekeze moja kwa moja katika mambo ambayo anafaa kuyashughulikia ili aweze kuandika insha ambayo ni insha nzuri. Na mtu yeyote asikudanganye kwamba uwezi ukapata alama 40 kwa 40. La hasha, ninaamini kwamba ikiwa mwanafunzi unaweza kuandika kutawala lugha barabara, unaweza ukapata alama 40 kwa 40. Basi ili uweze kupata alama kama hizo, ni mambo kama yepi unahitaji kuyashughulikia? Jambo la kwanza, insha yote ikiletwa lazima kwamba uweze kushughulikia, kwanza uweze kusoma dodoo ambayo umepewa, ama kwamba uweze kuelewa maudhui ya insha hile. Tunapozungumzia kuhusu maudhui tunasema nini? Maudhui ni mambo muhimu ambayo unafaa kuyazingatia. Kumbuka maudhui ubeba alama 20. Ili basi uweze kushughulikia maudhui, jambo la kwanza, lazima mwanafunzi aweze kuwa na kitu kinaitwa ubunifu wa hali ya juu ili aweze kushughulikia maudhui vyema. Jambo la pili, aweze kuwa na vidokezi. Kwa kuwa akiwa na vidokezi ataweza kujipanga vizuri. Unapata wanafunzi wengi wanaandika tu insha bila kujipanga. Chukulia kwa mfano, ni umepewa insha kuhusu ziara mjini Pwani. Natarajia nini? Natarajia kwamba tuone kwamba jinsi mwanafunzi amejipanga. Maandalizi ya asubuhi pale, tuone labda safari yake, tuone vile ambavyo amefika, na tuone labda kurejea tena. Na atakapofika ni mambo yepi ambayo atakuwa akiyashughulikia kule. Mambo yepi atayaona katika ziara ile. Yale ndiyo maitwa maudhui. Kwa hivyo mwanafunzi lazima aweze kushughulikia kuandika mambo muhimu. Yale mambo muhimu yanaitwa maudhui. Kwa hivyo wakati mtahini anauliza kuhusu maudhui, anataka kupima kule ubunifu wa mwanafunzi. Yaani uwezo wa mwanafunzi wa kuandika vizuri. Hayo yanaitwa maudhui. Kwa hivyo mwanafunzi, ili uweze kupata alama 20 kwa 20, lazima maudhui yako yawe ni maudhui mapevu, maudhui yaliyokomaa, bila kupotoka. Kumbuka mwanafunzi anapopotoka, alama 20 zimeondoka. Kwa hivyo mwanafunzi, nakusihi, ninakuomba kwa heshima na taadhima kwamba wakati kabla ya kwanza kuandika insha, hebu jiulize, ninaandika kuhusu nini? Je, nimeelewa kile ambacho nafaa kuandika? Usije ukaandika hatimaye ujipate kwamba umeandika kinyume na matarajio ya mtahini. Hiyo inaitwa maudhui. Pili, lazima mwanafunzi aweze kuangazia msamiati. Msamiati ubeba alama 12. Na napozungumzia kuhusu msamiati, najua kuna wanafunzi wengi na misamiati. Usiwe mwanafunzi wa kupachika tu misamiati shagala bagala. Unapachika tu misamiati tu shelabela ovyo, la hasha. Misamiati inajileta yenyewe. Hebu nikupatie mifano michache ya misamiati ambayo unahitaji kuitumia katika uandishi wa insha. Unaweza kutumia visawe. Kwa mfano, kama unataka kutumia neno kama kinyonga, unaweza kutumia neno kama lumbwi. Kama unataka kuzungumzia neno kama ukuta, unaweza kusema kiambaza. Naam. Haya, msamiati mwingine unaweza kutumia ni tashbihi. Alikuwa mrefu kama mlingoti. Alikuwa mweusi tititi. Hiyo ni tanakali sauti. Kwa mfano, unaweza pia kutumia tanakali sauti, mweusi tititi kama kiatu cha mwanajeshi wa Kenya.
Unaweza ukatumia pia semi na nahau, kulamwata kwa mfano, kupata taabu. Unaweza ukatumia nomino za makundi. Kama unazungumzia kuhusu kwa mfano ni mama. Mama alielekea sokoni kisha akanunua chane ya ndizi. Naam. Pia mwanafunzi anaweza katumia vitate, yale maneno yanayotatanisha. Kwa mfano kama unazungumzia kuhusu ndoa, unaweza kusema ilikuwa ndoa isiyo na doa. Yaani ndoa bila kasoro. Msamiati pia mwingine unaweza kutumia chuku. Chuku ni ile kutia chumvi. Kwa mfano kama unazungumzia kuhusu mambo ya kandanda, kwa mfano mashabiki ama watu, umati wa watu ulijaa kocho. Hapakuwa na nafasi ya inzi kupenyeza, hapakuwa na nafasi ya kutewa mate. Ile ni chuku pale. Pia mwanafunzi anaweza kutumia viambata methali. Viambata methali, kwa mfano wahenga hawakukosea waliposema chambilecho wahenga mgagana hupwa hali walimkavu. Kwa hivyo viambata methali ni pale ambapo kuna maneno ambayo unaanza, lakini ni vyema ifahamike wazi. Kuna baadhi ya wanafunzi wanatumia viambata methali virefu, sijui ndemi na madhadhi. Hiyo ni misamiati ambayo imepitwa na wakati. Kwa hivyo kwa mfano wanafunzi, ukitumia viambata methali, tumia viambata methali vifupi. Kwa mfano hina mchumia juani ulia kivulini. Ama useme kwa mfano chambilecho wahenga fimbo ya mbali haimui nyoka. Kwa hivyo ni vyema utumie viambata methali ambavyo ni vifupi, si vile virefu. La hasha. Kisha mwanafunzi anaweza pia kutumia mbinu ya majazi. Majazi ni pale ambapo unapatia muhusika jina kulingana na tabia zake. Inaweza kuwa kwa mfano kama unaongea kuhusu mtu ambaye alikuwa na umasikini, bwana lemewa la bla bla. Ama labda kama unazungumza kuhusu alikuwa tajiri, Kizito alikuwa hivi na hivi. Mambo kama hayo. Kwa hivyo unaweza tumia mbinu ya majazi, mbinu ya kinaya. Mbinu ni nyingi sana ambazo unaweza kutumia pale kama msamiati. Sehemu hiyo tumesema inabeba alama 12. Sehemu nyingine mwanafunzi unahitaji kutumia ama kipengele kingine katika uandishi wa insha ni sehemu ya mpango na mtindo. Ninapozungumzia kuhusu mpango na mtindo, ninazungumzia kuhusu jinsi ambavyo umepanga aya zako. Ibara zako ziko namna gani? Ibara ni zile inaitwa paragraph. Ibara zako ziko namna gani? Hati yako inasomeka kwa urahisi. Kwa kuwa wanafunzi wengine wanaandika tu bora hati. Kumbuka mtahini hataki bora hati, anataka hati bora. Mwandiko ule mvuto, unapoandika mwandiko mzuri, utapata kwamba yule mtahini ama yule ambaye anasoma insha yako ataweza kuvutiwa zaidi, na hivyo basi ataweza kukupa alama sababu ya kwamba umemvutia. Kwa hivyo wanafunzi, andikeni hati nyerezi, hati nzuri. Na kisha hapo pia kwa mpango, lazima tuweze kuangalia urefu wa insha. Umeandika urefu wa insha namna gani? Urefu wa insha wako unaridhisha msomaji? Unapata baadhi ya wanafunzi wanaandika ukurasa mmoja. La hasha. Ikiwa utaandika insha fupi mno, tafadhali andika insha ukurasa 1.5. Lakini ni vyema kuandika ukurasa 1.3. Lakini usiandike insha ndefu sana, kwa kuwa ukiandika insha ndefu sana itakuwa na makosa mengi sana. Naam. Kisha sehemu nyingine kuna sehemu ya mtiririko na mshikamano. Tunataka tuone mawazo yako. Kama una kwa mfano unaandika kuhusu kama vile nianza kusema ziara ya kwenda mjini, nataka tuone uliamka namna gani, ulijiandaa vipi, matayarisho. Umeamka, tumeona safari yako iko namna gani, tumeona umefika, umefanya nini kule, umerejea tena. Kumbuka mwenda tezi na homa marejeo ni zamani. Usiandike alafu umalizie kule. La hasha, tuone pia safari ya kurudi kwa ufupi ilikuwa namna gani. Utakuwa na mtiririko. Lakini unapata wanafunzi wengine wanaandika, wakifika katikati unakumbuka kuna jambo moja siku ulisema. Unasema kabla tujatoka nyumbani tuliomba. La hasha, kumbuka tuko kwenye safari. Kama tuko kwenye safari, tunataka tuona mambo ya safari. Usije ukaturudisha pale nyumbani tena. Hivyo basi hutakuwa na mtiririko mwema. Mtiririko tunataka tuone mawazo, jinsi yanatiririka kutoka haya moja hadi haya nyingine. Kumbuka kila haya inazungumzia wazo fulani. Naam. Mtazamaji na msikilizaji, ni vyema katika utangulizi
ni vyema katika utangulizi unaweza kuanza na utangulizi mzuri. Unaweza kuanza kwa mfano na kihisishi, kwa mfano haisei mtaka cha mvunguni sharti yainame. Unaona, utakuwa ukianza kwa mfano na vihisishi, unaweza kunasa yule ambaye anasoma. Unaweza pia kuanza na swala la balagha, kwa mfano na unaweza kwa mfano unaweza kusema hivi, nikupatia mfano mmoja hapa. Nani asiyejua kuwa sikio la kufa alisikii dawa, katika kijiji cha Pondamali ilisakini familia ya mzee kazi kwisha, la bla 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 bla, uweze kuendeleza kutoka pale. Kwa hivyo umeanza na swala la balagha, nani asiyejua kwamba sikio la kufa alisikii dawa. Kwa hivyo tunataka tuone kisa ambacho cha mtu ambaye alikuwa labda anakanywa pala kimya, kusikia lolote, hakuambilika wala kusemezeka, na hatimaye tuona labda katika kisa chako tutaona labda mambo ambayo yalimpata, mambo ambayo si mazuri. Kwa hivyo naamini mtazamaji na msikilizaji, kama ulikuwa mwanafunzi umeweza kuelewa insha bora ni gani. Insha bora tumesema ni insha ambayo ina maudhui mazuri, mapevu, insha ambayo ina msamiati mwema, insha ambayo ina mpango na mtindo mwema, insha ambayo ina mtiririko, insha ambayo imeandikwa kwa hati nadhifu. Na niseme kitu katika mada. Kumbuka, si lazima uandike mada, lakini inalingana, inategemea ni insha gani ambayo unazungumzia. Kwa mfano kuna zile insha za sheria, kwa mfano insha mazungumzo, insha kumbukumbu, insha barua rasmi. Kuna zile insha lazima ziwe na mada. Lakini kwa mfano insha masimulizi, si lazima iwe na mada. Inalingana, kwa kuwa unaweza kuandika mada na kile kisa ambacho umetoa unajipata kwamba ujaandika kisa ambacho kinaambatana na methali. Na niseme kitu kuhusiana na methali, insha methali, ifahamike wazi. Ukiletewa insha methali, kama ujui maana, usije ukaanza kuandika maana yako tu, maana unababanya. La hasha, andika maana ikiwa unafahamu na matumizi yake. Lakini kama ujui moja kwa moja anza kuandika kisa chako, na hakika utakuwa umegonga ndipo. Kwa hayo machache au mengi, ninaamini kwamba umeweza kunielewa barabara. Kama hujaweza kujiandikisha katika Somo Sifika channel, fanya hivyo, yani subscribe my channel, utaweza kubarikiwa. Tuonane wakati mwingine inshallah.